Hatimaye leo Februari 26 ya mwaka 2026, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ameweka bayana kuwa meli iliyokamatwa na madawa ya kulevya aina ya cocaine nchini El Salvador siku kadhaa zilizopita imesajiliwa Zanzibar kupitia wakala ajulikanaye kwa jina la Conalina, na kusisitiza kuwa tayari serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imechukua hatua stahiki kufuta usajili wa meli hiyo pamoja na kupiga faini wahusika wote. Lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, serikali ya mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii, lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji. Ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako, sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii, kwenye taarifa ambayo imetoka, mmesikia kwamba hakuna Mtanzania aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Hata hivyo, amesema kuwa taarifa zaidi zitatolewa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ili kuondoa hali ya taharuki na upotoshaji. Hadi sasa kuna Mtanzania yeyote aliyekamatwa katika operesheni hiyo. Itakumbuka kuwa meli hiyo iliyosajiliwa kwa usajili wa Tanzania inajulikana kwa jina la FMS Eagle yenye urefu wa futi 180 ilinasa takriban maili 380 kusini magharibi mwa pwani ya Pacific ya El Salvador na kukamatwa na jeshi la wanamaji ikiwa na tani 6.6 za dawa za kulevya zinazokadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani 165 pamoja na watu 10 kutoka Colombia, Nicaragua, Panama na Ecuador. Na hali ya taharuki iliibuka kwa kuanza kutafuta mmiliki halisi wa meli hiyo pamoja na sababu kwa nini meli hiyo inatumia bendera ya Tanzania katika safari zake. Mimi ni Amos Charles.